Mtume SAW ametufundisha tuyazuru makaburi kwa sababu kuu hizi mbili. Sababu ya kwanza, kwa sababu makaburi yanatukumbusha sisi akhira, na akatufundisha kuwaombea dua. Sio sisi tukawaombe wao, tuwaombee wale. Unaelewa nachokizungumza? Haya ndio mambo ambayo yamefundishwa katika Uislamu, na akakataza kuyajengea makaburi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisimama sawa sawa kama alivyoeleza shekhe hapa kwamba alilisimamia sawa sawa jambo hili kwa umadhubuti kabisa, suala la kuhakikisha zile madhahiri zote za ushirikina zinavunjwa. Miongoni mwa hizo ni kutukuzwa makaburi ya watu, na hasa makaburi ya watu wema. Leo hii katika ulimwengu imekuwa sasa kuyaadhimisha na kuyatukuza makaburi ni kwa kujengewa. Wewe nenda katika nchi zote za Kiislamu isipokuwa daulatu tauhid as-Saudia, nenda nchi zote, nenda Misri ukaone kubur zinavyoimarishwa. Sasa swali, mimi nauliza swali tu la kawaida, hata walimu wa madrasa wa kawaida, je, Mtume SAW ametuamrisha tujengee makaburi au tuyavunje makaburi? Hii ni homework tunawapa sisi. Tunasema tulivyomuelewa sisi, Mtume SAW ametuamrisha tuyavunje makaburi. Wallahi atakielezea hadithi moja tu, hata kama ni dhaifu, ya kwamba Mtume SAW ameamrisha watu wajengee kaburi, mimi nitatoa pesa shilingi milioni 1 nitampa cash, nitaitafuta mpaka nitaipata, hata kama gari nitauza. Nipe hadithi ya kuonyesha kwamba kaburi latakiwa lijengewe. Wajua watu waadhimishe, tuache kumbukumbu ya watu wa kale. Mtume SAW amesemaje katika hilo? Amekataza hata kupakwa rangi na chokaa na jasi. Leo sisi tunaweka marumaru, ceramic, makaburi yanavutia kweli kweli. Nani kafundisha utaratibu huu? Nani kaufundisha utaratibu huu? Kwa nini? Kwa hiyo Mtume SAW anakataza msiwashe taa kwenye makaburi. Watu wawasha mataa na mafeni na isi zawekwa. Hamjanielewa pia? Yote haya Mtume kayakataza na wao wajua. Lakini kwa nini wanamkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa maslahi ya nani? Sasa hapa Myahudi ni nani? Yahudi ni yule anayekwenda kwa